kuwatumikia watu wote, na pia awe na uwezo wa uongozi, awe na uwezo wa kusimamia na kutekeleza shughuli za kikanisa kwa ufanisi. Awe na uwezo, kwa maana yake ni kwamba huyu mtu tunaposema hivyo analifahamu kanisa vizuri. Kwa hiyo awe na ujuzi kidogo, ujuzi wa uongozi. Alafu vile vile awe na uwezo wa kuwaunganisha watu, washiriki wa kanisa aweze kuwaunga pamoja wawe kitu kimoja. Awe na uwezo wa kuwaunganisha waumini na kutatua migogoro. Washiriki hawa tunaowaongoza, hatuongozi malaika, ni binadamu ambao wana matatizo 1, 2, 3, huyu analile, huyu analile. Lakini wewe unapokuwa kiongozi, uwe tayari kuelewa namna ambavyo unaweza ukawaongoza na kuwasaidia washiriki hawa namna ya kutatua matatizo wanayokumbana nayo. Siku hizi wanaita changamoto, kwamba uweze kujua namna ya kuwasaidia kupambana na changamoto za kimaisha. Alafu kiongozi, wewe uwe ni kiongozi mwenye upendo na huruma. Uwe na moyo wa upendo na huruma kwa waumini na jamii kwa ujumla. Uwapende wale unaowaongoza, uwapende. Usije ukakaa unaona wengine kana kwamba si binadamu, ama kwamba Yesu hajafa kwa ajili yao. Uwapende watu wote. Kwa hiyo kiongozi, uwe na moyo wa upendo na huruma. Sifa nyingine ya kiongozi ni kwamba uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu katika kazi zako zote, ukijitolea kwa dhati katika huduma ya Mungu. Huduma ya Mungu ujitolee kwa dhati. Usije kitapeli, kijanja. Hapana, njoo kwa moyo wote, ukijua kwamba unayewahudumia ni watu wa Mungu. Halafu jambo na sifa nyingine, uwe na uwezo wa kujifunza. Upende kujifunza. Usije ukadhani kwamba kwa vile wewe ni kiongozi basi unajua kila kitu. Kubali kujifunza. Wakati mwingine unaweza ukajifunza kwa mtu ambaye sio kiongozi, na wala hata uwe tayari kujifunza. Kuna namna nyingi za kujifunza ambazo wewe unaweza ukafanya ukajifunza, ikawa ni msaada mkubwa wa kusaidia kuweza kuongoza kundi ambalo Mungu ameliweka mikononi mwako. Sifa nyingine, kiongozi awe na mwamko wa kiroho. Awe na maisha ya kiroho yenye nguvu, akionyesha imani na uaminifu kwa Mungu. Yaani watu wale unaowaongoza wakikuangalia waone kitu cha kujifunza kutoka kwako. Jamani, Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Sifa za viongozi ndio hizi, na ukiendelea kuzishika vizuri hizi, mambo yako yataenda vizuri. Halafu lingine, sifa nyingine, uweze kuwa na sifa nzuri ya kutoa ushauri kwa washiriki na kuwa na ushirikiano nao. Ujue namna ya kutoa mashauri vizuri. Mwingine anasimama anatoa amri tu, anaagiza. Kama mtu amelikataa, basi huyo anaona kama sio mwenzake. Kubali kuwa mshauri, unayeweza kutoa mashauri mazuri wale washiriki unaoshirikiana nao. Uwe na uwezo huo na ushirikiane na viongozi wengine wa kanisa na waumini. Kanisani si kwamba